Amen. Si Bwana wabariki. Amen. Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili. Waebrania mstari 12 mstari wa kwanza na wa pili. Nani ashapata? Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi katika Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukitazama Yesu mwenye na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alimstahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Filipi 1:6. Mahali tulisoma leo, sio? Mahali tulisoma leo Filipi 1:6 inasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema moyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Baba, katika jina lake Yesu, ninakubariki na hata na kuinua Baba. Umekuwa Mungu mzuri sana kwetu. Ninakushukuru kwa sababu neno hili ambalo limesoma mbele zetu linakubariki wazee hawa. Pokea utukufu na sifa ya Bwana. Na kupenda kwa sababu unaenda kunibariki ili niweze kuwa baraka kwao. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana tunaomba. Amen. Wapendwa wa Kristo, kabla sija nena, nataka mwelewe hivi. Niliwaambia Mungu wangu aliniponya. Si niwaambia? Ambatwe. Ulianzaje? Ulianzaje? Utamalizaje? Ulianzaje? Utamalizaje? Unataka kumaliza namna gani? Kuna mbio ilianzishwa ya wokovu. Uko katika mbio hiyo, unaionaje? So the biggest question is, ulianza namna gani? Wakati wewe ulianza safari hii ya wokovu mzee, ulianza namna gani? Question number 1. Ya kale yaliisha. Bila kwamba nimekuwa Wakorintho wa pili, si ndio? Wa pili 15:7. Ama ni ngapi hiyo? Ama ni 5:17. Inasema ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa nini? Mapya. Kitu cha kwanza nauliza wewe, ya kale yaliisha ulipoanza pamoja na Yesu. Ya kale yaliisha. Unajua marafiki zangu, kuna watu huanza safari lakini hawajafagia ya kale, bado wanatembea na ya kale. Na ndipo katika maisha ya Kristo unakuta a lot of ups and downs. Yale tulitarajia mwalimu utende wewe, ama haufanyi hivyo. Uliokoka ndio, lakini kuna mambo ya nini? Ya kale hukuacha, hukumaliza. Nimekuja kuambia wazee wenzangu, ukitaka umalize pamoja na Yesu, maliza ya kale. Amen. Hii tabia yako ya kale, hii tamaa yako ya kale, hii hasira yako ya kale, hii
hii mwinuko wako wa kale, hii ambao hungeweza kutulia mahali pamoja ya kale, tafadhali Bwana nimalizie ya kale. Ukitaka kufaulu kama mzee, hata katika ndoa yako na hata katika maisha yako, ambia Bwana ninataka kumaliza ya kale. Amen. Unaona, tunasema leo hivi, ambianga shetani hapa huniwezi, mimi ni Myahudi. Amen. Hapa nitatoboa. Kwa nini? Hakuna Myahudi ambayo hakufaulu. Mke wa Hamani akaambia nani? Hamani, kama tu huyu Mordekai ni Myahudi hautafaulu na yeye. Wandugu, ukitaka kufaulu ambianga shetani mimi ni Myahudi, lakini hii hautafaulu na mimi. Bwana asifiwe. Amen. Question number 2. Nenda haraka kidogo. Mlianza na nani? Baada ya mtu kuokoka anakuwa kiumbe kipya. Wewe mlianza na nani? Unajua kuna watu walianza na wazazi wao, walianza na wokovu wa wazazi wao. In such a way that mzazi akilemaa nao wanalemaa. Mzazi akifa wokovu wao unakuwa diluted. Kwa nini? Hawakuanza pamoja na Yesu. Question number 2. Wewe ulipookoka mlianza na nani? Question number 1 ilikuwa namna gani? Ya kale hiyo tabia ya kale mzee. Hiyo tabia ya kuonja pombe iliisha. Some of you bado mnakatamaa pengine ya pombe, kama ulikunywa nini? Pombe. Wengine ni sigara, wengine ni wamama. Iliisha kabisa. Kama haikuisha, then haukuanza mzuri. Lazima ujiulize ulianza namna gani. Number 2, mlianza mkiwa na nani? Wengine ni wokovu wa bibi zao, wengine ni wokovu wa baba zao, wengine ni kupenda, walipenda ushirika wa KAG. Si namna hiyo? Walipenda tu ushirika wa KAG, wakajiunga na KAG. Sio koko waliokoka, walipenda tu ushirika wa KAG. Kuna mmoja aliniambia, I wish kanisa lako liko karibu na kwetu, singeenda kanisa nyingine. Na mwenye kuniambia hivyo ni mlevi. Kwa hivyo ni vile tu nilihubiri akaona pastor mzuri akatamani kanisa la KAG, lakini hakutamani huyu wa kuanza pamoja na yeye. Amen. Wandugu, ni vizuri kujiuliza maswali hayo mawili. Swali la 3 inasema weka kando kila mzigo, si ndio? Weka kando. Inasema weka mbali kila kitu kitakacho kuzuia wewe kumaliza safari hii. Swali langu ni hii. Uliweka kando mzigo, okay. Uliweka mbali mzigo ama uliweka karibu mahali pa kufikika? Sisi tumeitwa na Yesu. Baada ya mtu kuitwa Myahudi, maisha ya utaifa tuliweka mbali sana sisi, ili tusione kwa umbali, tuanze kufikia juu yake. So kitu jamani hiki, nipenda mzee director aliniambia siku moja, mimi nimeokoka na tuliokuwa tunatembea na wao, nimewaambia mimi na wao tumeachana. Hungemwona upande huu mahali baadhi alikuwa anabaki upande huu. Yaani baada ya kuanza safari hii, mzigo ya dhambi niliyokuwa nayo isinikae wapi? Karibu. Wacha ikae mbali. Yaani kitu Bwana asifiwe. Kama ulitaka kuoa msichana huyu, alafu kwa bahati mzuri ambaye ukaoa huyu na ni majirani unataka kuoa huyu akikukosea utakuwa na nani? Unaona huyu. Na hata kuna mwingine ninakumbuka aliacha huyu baada ya kukosana, akaambia huyu, si unajua tulikuwa nini?
Lakini najiuliza hivi, kama huyo angelikuwa Qatar ama Nairobi, angemuona kweli? Hangemuona. Nataka kusema nini? Uliweka wapi hiyo mambo yako ulipoamini Yesu? Uliweka wapi hiyo mzigo hiyo wa dhambi? Uliweka wapi? Hii busaa uliokuwa unakunywa Lagati uliiweka? Unajua kuna Lagati aliiweka karibu. Anajua? Aliiweka karibu. Alipoiweka karibu ilibidi aume. Sababu anaiona wapi? Anaiona hapo. Nikamwambia Lagati, kwani ulikula? Wajamani nisameni. Ni majaribu tu. Kwa nini alijaribiwa? Ituwasinia. Tunaelewa na ndugu. Chochote ambacho kinaweza kuondoa wewe kwa Yesu, ndicho Waebrania anasema weka mbali. Amen. Ukitaka kuishi kanisa vizuri, weka mbali kitu hiki ambacho ukiangalia haukioni. Ukiangalia ukioni, lakini ukiendelea kukiona, bila shaka kinaweza kuwa jaribu kwako. Ambia Bwana, ikae mbali na mimi. Namba 4, ukiangalia nyuma unaona nini? Unaona nini chema ulichoacha? That's a temptation. Ukiangalia nyuma unaona nini ambayo ilikuwa mzuri uko nyuma ikuvute? Na unajua nini? Kama kuna kitu mimi napenda ni mtu ambaye akiokoka anahesabu vitu kama takataka aliyoacha. Hata kama ilikuwa inakufaidi yote, kaka na kwamba ilikuwa ni hasara kwako, utafaulu. Lakini the moment ukiangalia nyuma, unaona kuna wakati nilikuwa nachukua shamba ya mtu ambaye amekodesha. Sikuna tabia kama hiyo. Mtu amekodesha shamba, alafu unaenda unaongeza nini? Pesa. Na wewe kabla wakati wa Yesu ulikuwa kama nini? Ni shida. Ukiangalia shamba ile ambalo ulikuwa unarukisha mtu vile mezaa mwaka huu. Unaangalia nyuma. Na umekumbuka vile ilikuwa nakupea nini? Bwana asifiwe. Itakuadhiri maishani mwako wote. So kitu cha maana marafiki zangu ni kujiuliza nilianzaje? Na bado kuna nafasi ya kurekebisha kama ulianza mbaya. Bado kuna nafasi ya kuambia Bwana, ndio nilianza hivi, sikuanza vizuri na wewe. Kuna mambo ndani yangu ya kuisha. Nahitaji Bwana marekebisho. Inawezekana. Hasara ya kutomaliza na Yesu. Number 1, wema wote hutupiliwa mbali. Hasara ya kutomaliza na Yesu. Hii ni kusema tulianza na Yesu. Nilipofika hapa nikamwacha Yesu wapi? Kwa hiyo mimi naenda peke yangu, sikumaliza na yeye. Hapa kuna mambo nilikuwa nimefanyiwa na Yesu. Kuna vita nilikuwa nimepigana na Yesu. Kuna baraka ambazo nilikuwa nazo kwa ajili ya kutembea na Yesu. Lakini nilipofika hapa nikamwacha Yesu, uzuri wote niliokuwa nao, baraka zote nilizokuwa nazo, yote, hata ahadi zote nilizokuwa nimeahidiwa, inakajua wapi? Wandugu, ni hasara kwa miaka yenu hii mahali Mungu amewafikisha kuachana Yesu, kwa sababu uzuri wote uliokuwa nao kazi yote uliokuwa umefanyia Mungu, yote inakuwa ni bure. Bwana wabariki. Amen. Ya ahadi zote, hata mashamba yote, hata kibali ulichokuwa nacho. Kuna wakati ungeita mtu anakuitika haraka. Kuna mahali ungegonga unafanya nini? Unafunguliwa haraka. Lakini kwa sababu mliachana na Yesu wapi? Hapa anakunyang'anya kibali chake. Anakunyang'anya uzuri hata wako. Kuna uzuri mtu upewa na Mungu baada ya kuokoka. So kutoka hapo hata uzuri wako, kibali chako, hata wacha hivyo, hata kupendwa na watu kunafika wapi? Kunafika mahali pale.
Nimesema nini? Hasara ya kutomaliza pamoja na Yesu. Yote mazuri ulikuwa umetenda yanatupiliwa mbali. Bwana wabariki. Amen. Hasara nyingine ndio hii. Kuna watu Mungu amenipea mke, amenipea watoto, amenipea wajukuu. Kutomaliza na Yesu sio hasara kwangu peke yake, mpaka wote ninaowaacha nyuma yangu pia wataadhirika. Mnagundua kuna wazee walianza mbaya na wakakufa, watoto wao walivuna mabaya hayo. Si namna hiyo? So kitu cha maana, marafiki zangu, ukitaka kuacha watoto wako na jamii yako na marafiki zako na majirani na baraka, maliza na Yesu. Sababu ukimaliza na Yesu, hawa watalindwa na Yesu. Ukimaliza na Yesu, hawa watapiganiwa na Yesu. Si Bwana wabariki. So ni vyema sana kuangalia hata walio nyuma yako wanamaliza namna gani. Ukitaka kumaliza na Yesu kuna mbinu. Ukitaka kumaliza na Yesu bila stress, kuna mambo ambayo nataka nikwambie. Number 1, angalia mbele uone yale Mungu amekuwekea, utamaliza na Yesu. Angalia mbele na uone yale Mungu amekuwekea. Angalia uone kama Mungu amekuwa na mimi hapa vizuri hivi, hata hapa mbele itakuwa zaidi. Kwani Mungu ni Mungu wa utukufu moja hadi mwingine, from one glory to another. Sasa ukitaka kumaliza na Yesu, anza kuona mema wapi? Mbele. Semanga kama nimefaulu hapa na uko mbele, je? Sasa ukitaka kumaliza na Yesu namna gani? Wacha kuona kana kwamba mbele hakuna kitu, anza kuona mema yaliyo mbele, utamaliza na Yesu. Lakini ukianza kuona nitatoboa kweli, hapa hii dunga, hapana. Usiangalie shida, angalia mema ambayo Yesu amekuwekea. Hata katika maishani mwako wewe mzee, ni vyema kuangalianga hivi, hata kama leo iko hivi, naona hapa mbele sio kubaya, bado Mungu ameniwekea mambo yaliyo mazuri. Bwana asifiwe. Ukitaka kumaliza na Yesu, amini hivi, amini ya kwamba ahadi zake ni za kweli na lazima zitatimika kwangu mimi Myahudi. Ahadi za Mungu ni za kweli na lazima zitatimika kwangu mimi Myahudi, hata kama zitakawia. Ahadi za Mungu akitimia zinakawia, tunaona kana kwamba haiwezekani, it's late. Lakini nataka kusema nini? Ukitaka kumaliza na Yesu, wacha kumwekea masaa, wacha kumwekea masiku. Ambia Yesu, najua bado utatenda, hata kama itachukua muda. Hawa ndio wazee watakaomaliza na Yesu, wazee ambao wanasema hata kama itachukua muda, mimi najua Bwana Yesu atanitendea. Mwaka huu sio kuzuri, mwaka huu kuna shida ya mahindi. Wote mmeshuhudia, mimi niko mmoja wao. Unaenda kwa shamba, kuna ingine iko hapa juu, ukiangalia kwa eka 4, pengine utavuna pengine gunia 10 ama 20. Hiyo mzee isikushtue, hata kama ni hivyo. Ahadi za Mungu za kukubariki, kama aliahidi kunibariki, lazima atanibariki. Amen. Kama aliahidi kuniinua, lazima Mungu ataniinua. Anaweza kutumia kitu kingine isipokuwa mahindi. That's my faith. Mungu can use another source to bless me. Anajua nina watoto nataka nisomeshe, anajua nina mke na watoto nataka wakule. Si Mungu anajua? Na kwa sababu mimi, tumesema mimi ni nani? Mimi ni Myahudi. Na Wayahudi hawashindwi. Haleluya. Mimi ni Myahudi. Hamani akaambiwa na mke wake, kama Mordekai ni Myahudi, elewa ya kwamba you are doing zero work. Lazima utashindwa. Amen.
sababu mimi ni Myahudi na mahindi yangu yamekosa kuzaa, mimi sitasema tunashindwa. Mimi najua Mungu has to provide another way. Si Bwana wabariki. Nataka kusema nini wazee? Tuanze na tumalize pamoja na Yesu. Safari hii ina changamoto nyingi. Mwaka wa 2027 utakuwa na changamoto nyingi. Hata changamoto zingine mmeanza kuziona. Tunahitaji mzee ambaye ako focused. Wacha kuangalia vile watu wanasema. Wacha kuangalia vile watu wanakufikiria. Jiulize, Mungu ananifikiria namna gani? Bwana wabariki. Amen. Bwana wabariki. Amen. Kitu cha maana tu, my prayer, ni tuanze na tumalize na Yesu. Ndio ulianza, ulianzaje? Ndio ulianza, mlianza na nani? Kama utaanza pamoja na Yesu. Unajua kuna wakati my wife was very sick. Bwana ambaye alivyo. Na ndio tu nimemuoa. Akakuwa mgonjwa sana. Mpaka watu wote wakaona anakufa. Mpaka yeye mwenyewe akaona anakufa. Mpaka akaniambia nimeonyesha usiku nikikufa naona yeye marenge baba. Naona marenge kwa marenge hiyo. Hapo je kuna marenge hapo. Kwa marenge nimeambiwa nizie kando hapo hivyo. Yaani mpaka ameonyesha pale pa kumuzika. Na baadaye ananiambia nakushukuru sana kweli kabisa umenishughulikia na umenishughulikia sana. Lakini kuna kitu mpaka baba yangu anaenda kwa mganga kisiri sana kuuliza nini mbaya. Na ulevi ni mzuri wakati mwingine. Mlevi mwenyewe ameenda kwa mganga kisiri, lakini anapokuja nyumbani anasema nyuma hado natoka mahali kuulizia mama yangu, ndio tunaitaka mama, kuulizia mama yangu nini mbaya na nini nakula yeye, lakini wameniambia hawaoni kitu. Amen. Kuna kitu kimoja nilikuwa nacho ndugu, ya kwamba mimi najua Mungu huyu mke ni wao alinipea. Hiyo ndio tabia ya Myahudi. Mungu huyu ni wao alinipea. Na mimi najua hata akifa leo hakubi kama yule niliokota, anakufa kama mke wangu. Ndio kuna wazao wale kuniambia kwamba uliokota njia mbaya. Niliambiwa mambo mengi sana. But nilistick to this ya kwamba I know mimi mke huyu uwe mwenyewe ulinena kwa sauti yako ya kwamba umenipea mke. Paka ukadescribe vile yako, paka mwenye paka kila kitu. Mungu ndiye alinipea hata akifa leo. Amen. Ni kama vile mnasema kwamba nimepata Yesu mkombozi mwema, hata nikifa tatawala tena. Ni vizuri kujitianga moyo wazee. Hata kama mambo yanakaa kuna giza, ni vizuri kusemanga hata kama iko hivi, sitaacha nani? Sitaacha Bwana. Wandugu msiende kuiba kwa sababu mahindi imekosa kuzaa sana. Wandugu msimwache Yesu kwa sababu hamjui hii ni jaribu gani linakuja ili tushinde, atuwekee mambo mengine makubwa kuliko hayo. Bwana wa neema awabariki. Amen. Mungu wangu awainue. Amen. Mungu wangu awaondolee njaa. Amen. Mungu wangu awapiganie. Wema na fadhili zake ziandamane pamoja na ninyi. Musikose mwaka kesho katika jina la Yesu. Musipungukiwe mwaka kesho katika jina la Yesu. Chochote mtahitaji mwaka kesho, ninawatabiria kupata katika jina la Yesu. Acha Mungu afungue mlango usio wa kawaida ili aweze kujitukuza. Amen. Hebu funga macho, waambie Bwana, nahitaji kuuliza swali hili Mungu. Kuna mahali nilianza peke yangu. Kuna mahali nilianza peke yangu. Kama kuna mahali nilianza peke yangu Bwana, naomba tuanze na wewe tena. Naomba kurudi kwenye njia panda. Naomba kurudi kwenye njia panda. Tuanze na wewe. Tuende na wewe. Na ili ya kwamba tukianza na wewe, tutamaliza na wewe. Ni kitu gani Bwana kinaonesha ya kwamba tuko na wewe? Bwana Yesu, tembea pamoja na mimi. Bwana Yesu, anza na umalize pamoja na mimi ili uweze kujiletea utukufu na sifa. Jina lako libarikiwe, ulibazaika. I worship you Lord, I honor you. Oh Lord, I need to walk with you all the days of my life. All the days of my life, King of glory.
nahitaji kucommunicate na wewe, nahitaji kupambwa na wewe, nahitaji kupiganiwa na wewe, nahitaji kuundwa upya na wewe, ili Bwana Yesu nitembee na wewe, ili Bwana Yesu nipate ushauri wako. Nahitaji kujua Yesu, ungetaka nifanye nini ili nitembee na wewe hadi mwisho. Tembea nami Bwana, tembea nami Yesu. Thank you, King of Glory.